Kabla ya barabara, kabla ya taa za miji, kabla ya sauti ya maendeleo, kulikuwa na Oman ya ukimya. Jangwa lilikuwa pana, milima ilisimama kimya, na watu waliishi maisha ya subira na matumaini yasiyo na uhakika. Kisha mwaka 1940 katika Salala alizaliwa mtoto. Hakuzaliwa na sauti ya dunia, lakini alizaliwa na hatima ya kubadilisha dunia yake. Jina lake lilikuwa Qaboos bin Said. Alikulia mbali na kelele za siasa. Alisoma kwa nidhamu. Alijifunza kuwa uongozi si nguvu, ni wajibu. Lakini aliporudi Oman, aliona taifa linalohitaji mwanga, nchi isiyo na barabara, watoto wasio na shule, wagonjwa bila hospitali. Na ndani ya moyo wake kulikuwa na swali moja: je, Oman inaweza kuwa bora zaidi? Mwaka 1970 historia iligeuka. Siku ile haikuwa tu mabadiliko ya kiongozi, ilikuwa kuzaliwa kwa enzi mpya. Qaboos alisimama mbele ya taifa lake na akaahidi mabadiliko, si kwa kelele, si kwa ghadhabu, bali kwa maono. Na polepole jangwa lilianza kuota. Barabara zilichanua juu ya mchanga. Shule zikajengwa pale ambapo kulikuwa na ukimya wa kutojua kusoma. Hospitali zikatoa matumaini pale ambapo kulikuwa na maumivu yasiyopona. Lakini zaidi ya saruji na chuma, alijenga imani. Aliunganisha makabila yaliyokuwa mbali. Aliunganisha bahari na milima. Aliunganisha jana na kesho. Oman ikawa taifa la heshima, la utulivu, la busara. Wakati dunia iliwaka kwa migogoro, Oman ilisimama kama kisiwa cha amani. Chini ya Qaboos, Oman haikupaza sauti kwa vita, ilizungumza kwa hekima. Miaka iligeuka kuwa miongo. Vizazi vilikuwa bila kujua maumivu ya zamani. Walijua tu Oman ya maendeleo. Lakini tarehe 10 Januari mwaka 2020, asubuhi ilipochomoza, haikuwa kama nyingine. Habari zilipotangazwa, moyo wa taifa ulitetemeka. Sultan Qaboos ameondoka. Hakukuwa na kelele, kulikuwa na ukimya mzito. Wazee walitazama ardhini, vijana walishika simu zao kwa mshangao. Machozi yakatiririka kimya kimya. Bendera zikashushwa nusu mlingoti. Misikiti ikajaa dua. Na Oman ilisimama kwa huzuni, lakini kwa heshima, kwa sababu walijua hawakuwa wamepoteza tu mfalme, walikuwa wamepoteza baba wa taifa. Lakini hata katika majonzi kulikuwa na shukrani, kwa sababu kila barabara walioitembea, kila shule walioingia, kila hospitali iliyookoa maisha ilikuwa sauti ya urithi wake. Sultan Qaboos hakujenga tu Oman ya leo, alijenga Oman ya kesho. Na leo, hata kama sauti yake haitasikika tena, maono yake bado yanaishi. Katika milima ya Jabal, katika bahari ya Muscat, katika mioyo ya watu wake. Kwa sababu baadhi ya viongozi huongoza kwa mamlaka, lakini wachache sana huongoza kwa upendo. Na Sultan